Kila ndege uruka kwa mbawa zake, ndege wangu nakutuma. Muda kidogo. Sawa. Mwanao kapiga simu hapa analia, sasa shida nini? Hebu msikilize. Maana mimi hata simuelewi. Analia? Hebu msikilize mwenyewe. Halo baba. Vipi? Nani kakako? Alikwambia? Ukaribishe wateja, customer lazima umkaribishe. Ulimwambia je, ongea naye. Kaka. Yaani umepigwa. Kwa sababu umwambia watu wamekuja kukutegemeza wakamwambia karibuni tena. Utakufa vibaya wewe na kuhurumia. Majeneza si biashara kama biashara nyingine. Kaka mimi nakushauri biashara kama vipi achana nayo. Watakuja kukuelewa kuzike na majeneza yako. Mimi nakwambia kwa sababu mimi sasa kama mteja akija si lazima umwambie karibu tena. Sasa kuna ubaya gani? Halo. Mwanangu ngoja nikwambie. Nani alokaribisha mtu kwenye sanda? Mtu akinunua sanda mwanangu akaribishi tena. Na mtu akinunua jeneza. Ni nani alinunua sanduku akakaribishwa? Wewe bwana. Biashara mama. Wewe pumbavu wewe. Leo unamsikiza kakako. Mwanangu, ukaambia na majirani kawaambieni. Wewe una biashara nzuri. Wewe mtu akifa kwamba asipate tabu, majeneza yapo. Mwanangu. Ingewezekana pia angetafuta na watu wa kuchimba makaburi. Akaweka kabisa pale ili watu yani mambo yasiwe mengi. Sikiza mwanangu, anayezungumza kakako usishike hata moja. Mtu akijanunua sanda akaribishi, mtu akinunua jeneza. Wasoma wewe. Shauri tena. Sasa kama umeshauri mwanza kunifokea na kuaje? Mwanangu, sasa hivi umepiga mdomo mpinduka. Wewe utakuwa kawatukana wateja. Wewe katukana wateja. Kwa sababu mteja utamkaribisha akupige. Hebu nyamaza nene. Basi sikiza mwanangu. Nisikize kwa makini. Badilisha hiyo biashara. Umesikia? Wewe kuwa mchimbaji makaburi. Hata si yale tu. Waweza mchimba makaburi utakaribisha watu. Yeye atapigwa kila siku kama vile atafuta biashara nyingine. Sawa basi mwanangu, pole.